Tumeshaje kuongea mimi naye? Kabisa kabisa. Njoo hapa nikuombee. Mtoto wako yuko? Mara ya pili unakuja. Atujaje kuongea. Baba mtoto mnaishi naye? Kwa sababu naiona hiyo changamoto. Nimeona mtoto unasema yuko shule. Lakini baba mtoto amuishi naye. Dar es Salaam yuko nani? Dar es Salaam yuko baba. Can I prophesy something? Because I see what I see. Ninaona Dar es Salaam. Na ninaona mtoto, lakini baba mtoto hauishi naye. Lakini ninaona Dar es Salaam. Umenisikia? Lakini hamko pamoja naye. Unampenda? Haupendi tena. Kwa hiyo kufanyia. Lakini swali la pili, unaweza kumsamehe? Sema kuanzia sasa hivi. Tunazungumzia prophetic what? Prophetic touch. Mungu ananiambia kitu kimoja tu. Ili kufunguliwa kwako, unapaswa kumsamehe. Biblia inasema sameheni 7 mara 70. Samehe 7 mara 70. Tuko kwenye prophetic touch. Kama huna moyo wa kusamehe, huwezi kuchomoka. Na mimi mwanaambia samehe. Alafu naona operation. Naona operation. Operation. Kwa sababu I see a scar. Naona kovu tumboni. Kovu la nini? Ulifanya operation. Na sasa hivi naongea na wewe, kuna kipindi, kuna hali fulani unasikia uko sawa, kuna unasikia kama maumivu makali. Ni kweli kabisa. Because I see one operation. Ninaona kovu. So unaona mbaya nguo zake hapa. Yuko vizuri, lakini Mungu anaona kovu operation. Can I prophesy something? Mungu anataka kuponya. Alafu ninaona mwanajeshi, afande, askari. Lakini huyu tunamweka kwenye mabano. Umeelezea? Why you laugh? Why you laughing? Umekumbuka? Soldier. Umekumbuka? Umekumbuka. Naomba niweke kwenye nini? Kwenye mabano. Au nimfungue? Nimfungue kweli? Because really, naona nje ya nchi. Lakini anyway, sawa. Mnawasiliana? Ile ni nao. Hata sasa moyo wako umeufungua uliofungua. Umeufungua. Tuombe. Haleluya. Huyu baba mtoto yuko na sauti ndio. Ngoja nikwambie, mimi si soldier, soldier. Ninaona mwanaume yuko kwenye nini? Mabano. Akaniambia, nimekumbuka. Nimfungue kwenye mabano. Anasema fungue. Ameongea mambo mengi. Umenisikia? Lakini usijali, Mungu anaenda kufungua milango yako. Umelia sana, imetosha kwa sababu mtoto amekutesa sana. Lakini mambo makubwa yanakuja mbele. Usivunjike moyo na usilie tena. Milango ya baraka inafunguka. Na mimi naona kuna jambo kubwa Mungu anakwenda kutenda. Kwa sababu naona fedha inakuja, ninaona ujenzi. Ujenzi. Na kila kitu kitafunguka. Usivunjike moyo. Mungu yuko pamoja na wewe. Umenisikia? Moyo wako umefunguka wapi? Unampenda. Na yeye anasemaje? Anasema anakupenda. Swala la mtoto wa kwake. Au akapeana mtoto? Hajakwambia. Usijali. Na niongee na wewe, sio mweupe sana. Ni kama nyekundu. Wewe umezidi sana mweupe. Umenisikia? Lakini usijali, naombea milango yako ifunguke na kwake ifunguke. Kila kitu kinakwenda kwa sawa. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa sababu kuna issue ya safari ya kuja. Naiona safari. Na sijui kama amekwambia hajakwambia, but I see a chance. Amemwambia mtu mwingine anataka kufanyia surprise, I'm telling you. Lakini nakuombea wakati anakuja isitokee adui wa kupindisha. Umenisikia? Kwa nini? Kuna mtu alimpenda sana zamani. Nazana nikwambia hajakwambia, lakini kuna kitu nakiona. Hiki tunachosema wakati mwingine uko hapa leo. Mungu anasema soja. Nikasema tumfungue. Tunamfungua sasa hivi kwa jina la Yesu. Kwa hiyo hata lote usijali, kila kitu Mungu anafuta machozi yako. Umelia imetosha. Mungu anafuta machozi yako. Bwana Yesu, kwenye uchumi amefunguka. Kwenye ndoa amefunguka. Achia maisha yake, achia ndoa yake, achia uchumi wake, achia kazi zake kwa jina la Yesu. Natangaza uzima, natangaza funguliwa. Ndoa imefunguka na kazi imefunguka na biashara imefunguka. Hapo uliposema Bwana Yesu.